sisi tusingeliweza bila wewe Bwana. Tulikuwa hatuwezi bila wewe Mungu, sisi tusingeliweza bila wewe Bwana. Kuijenga nayo sisi yetu ya mala Yesu, kuipatia miundombinu mizuri, kuijenga nayo sisi yetu ya mala Mungu, kuipatia miundombinu mizuri kwenye huduma tulikuwa hatuwezi bila wewe Mungu, sisi tusingeliweza bila wewe Bwana. Tulikuwa hatuwezi bila wewe Mungu, sisi tusingeliweza bila wewe Bwana. Sasa Bwana ametusaidia, hata sasa Bwana ametusaidia. Huduma za kiroho, vituo vya elimu, BBC, GB Center, BGS, Sharon Isenyi, Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia, yeye ndiye Ebeneza. Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia, yeye ndiye Ebeneza. Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana ametusaidia. Asante, tuwapigie makofi tafadhali. Kwaya ya wanaume karibuni tafadhali. Asante BBC, ongereni. Kwaya ya wanaume tafadhali karibuni. Tuwapigie makofi tafadhali wanapokuja wakiongozwa na Baba Askofu tafadhali. Hello.
Tuwapongeze kwa makofi tafadhali, wasipate wasiwasi. Ule mwaka 1985 Dayosisi ya Mala ilizaliwa. Ule mwaka 1985 Dayosisi ya Mala ilizaliwa. Kutoka dayosisi ya DVN, kutoka dayosisi ya DVN, ikiwa chini ya askofu wa kwanza baba yetu Gershom Nyalonga, ikiwa chini ya askofu wa kwanza baba yetu Gershom Nyalonga, apumzike kwa amani. Safari ilianza tukiwa parishi 12. Hakika Bwana ametupigania. 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 Ipo tukampata askofu wa awamu ya pili Ilikia Omindodea. Hapo ndipo tukampata askofu wa awamu ya pili Ilikia Omindodea. Huyo ameza dayosisi mbili, Tarime na Loria, hayo ni matunda yake. Ameza dayosisi mbili, Tarime na Loria, hayo ni matunda yake. Ndipo tukampata askofu wa awamu ya pili Ilikia Omindodea. Hapo ndipo tukampata askofu wa awamu ya pili Ilikia Omindodea. Huyo ameza dayosisi mbili, Tarime na Loria, hayo ni matunda yake. Ameza dayosisi mbili, Tarime na Loria, hayo ni matunda yake. Wanaume kwaya. Injili inaenda mbele, parishi 78. Injili inaenda mbele,
Injili inaenda mbele. Bashi 78, Injili inaenda mbele. Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Mara, tunazo tunu zinazotuongoza katika huduma ambazo ni sala na kazi, kazi na sala, kanisa, kujitegemea, uongozi wa Biblia, uadilifu na uaminifu, utaratibu na uwajibikaji, na kushirikishana habari. Bashi 78, Injili inaenda mbele. Injili inaenda mbele. Bashi 78, Injili inaenda mbele. Kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Mara, tunazo tunu zinazotuongoza katika huduma ambazo ni sala na kazi, kazi na sala, kanisa, kujitegemea, uongozi wa Biblia, uadilifu na uaminifu, utaratibu na uwajibikaji, na kushirikishana habari. Neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tukisema asante Baba, asante, tukisema asante na Yesu, asante, tukisema asante. Tunalo neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tunalo neno la shukrani, tukisema asante Baba, asante, tukisema asante Yesu, asante, tukisema asante Baba, asante, oh, tukisema asante. Selebuka sungu inaitwa wanaume kwaya. Okay. Makofi mengi kwao tafadhali. Makofi hayatoshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima tuwe shirikishi wanapobadilisha nguo zao. Kwenye ibada hii kuna mwanakwaya mwingine amehudhuria kwa heshima sana, na tutakuwa shirikishi tusipoimba naye. Naye si mwingine, mgeni wetu rasmi, mkuu wetu wa mkoa anapenda wimbo namba 507. Jina la Yesu Salamu. Tafadhali kwaya, beti ya kwanza, pili na tatu. Tusimame pamoja naye kwa makofi mengi tukiimba wimbo huo. Wakati wale wakija tuimbe kwa furaha, anapenda, atajisikia ameabudu vizuri. Haya kwaya, mtuongoze. Jina la Yesu Salamu. Wanakwaya msichoke, uvuke. Ukiona hao wamechoka, sioni wanakwaya wa Uamsho na Mark. Mkikaa vibaya, miaka 41 itaenda na nyinyi. Tafadhali tuimbe Jina la Yesu Salamu. Enzi
Tuendelee. Tuendelee. Makofi mengi tafadhali. Mgeni wetu rasmi anapenda huo wimbo, tafadhali tupige magoti kwa ajili ya maombezi. Bwana usikie kuomba kwetu. Mwenyezi Mungu Baba wa milele, ulijalie kanisa lako ulimwenguni mote umoja na amani. Uliimarishe linapoteswa kwa ajili ya jina lako na kulijalia kuwatangazia mataifa yote injili yako. Wabariki maaskofu wote, hasa askofu wetu mkuu na askofu wa Dayosisi ya Mara Dr. Koth na maaskofu wote wa kanisa Anglikana Tanzania, na umbariki askofu kutoka Butere na wahudumu wote wa kanisa lako, ili walichunge kundi lako kwa uaminifu. Ukawabariki wote wanaokutumikia kanisa lako. Wabariki viongozi wa mataifa yote ulimwenguni, tukae kwa umoja na amani, hasa Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu, rais wetu, na mawaziri nao wote wenye mamlaka katika nchi, ili watuongoze katika haki na kweli. Bwana usikie kuomba kwetu. Uongoze na kuzibariki kazi zetu zote, na kuwajalia wote wanaohusika nazo washirikiane katika haki na undugu. Uzijalie nyumba zetu baraka yako, ili upendano na usafi na ustawi na watoto wetu na vijana wetu walelewe katika kicho chako kitakatifu. Wajalie mwangaza wa Roho wako Mtakatifu wote wanaofundisha na kuzielekeza akili za watu, pamoja nao wafundishwao na kusikiliza. Bwana usikie kuomba kwetu. Waponye wagonjwa, hasa walioko miongoni mwetu, walioko hospitalini na walioko majumbani, na kuwasaidia wote wanaowauguza. Walinde wasafiri, hasa wote watakaosafiri baada ya maadhimisho haya kurudi pande zote za nchi hii na nje ya nchi. Uweze kuwapeleka salama, wafike salama. Wafariji wenye huzuni, wasaidie wenye shida. Tubariki sisi sote tuliokusanyika hapa leo kuabudu, pamoja na ndugu zetu wote wasiokuwepo hapa,
pamoja na wanafunzi wote wa kanisa lako. Bwana, usikie kuomba kwetu. Wajalie wote wasioamini kweli yako pamoja na wote waliojitenga, ili masikio yao na mioyo yao ifunguliwe wapate kugeukia. Tukiushangilia ushirika wa takatifu, twakushukuru kwa wateule wako wote waliofariki katika imani yako, hasa tukimkumbuka Baba Askofu wa kwanza wa Dayosisi Gershom Nyaronga na Mama Fibi. Tujalie pamoja nao kufurahi katika utukufu wako wa milele, hasa tukisherekea miaka hii 41 Dayosisi ya Mara. Bwana, usikie kuomba kwetu. Tujalie hayo Bwana kwa ajili yake Yesu Kristo, mpatanishi na mwombezi wetu. Tukae tukiandaa meza ya Bwana, wale makanon wakitusaidia kuandaa meza ya Bwana. Tutaomba uvuke wimbo beti moja tafadhali. Tunaomba makanon tusaidie kuandaa meza ya Bwana tafadhali. Makanon wale ni wawili tu. Makanon tafadhali. Wakati huo tukipeleka shukrani ya wale waliowekwa mikono. Chapili. Hayupo aliye juu yetu, wa kuzuia mpango wa Mungu usikamilike, wa kuzuia kusudi la Mungu lisitimilike, wa kuzuia mpango wa Mungu usikamilike, wa kuzuia kusudi la Mungu lisitimilike. Hayupo aliye juu yetu. Nasema hapana. Je, magonjwa au njaa vinitenge na pendo lake? Nasema hapana. Nasema hapana. Je, dhiki au shida vinitenge na pendo lake? Nasema hapana. Nasema hapana. Maneno ya wanadamu, kiburi cha uzima. Maneno ya wanadamu, kiburi cha uzima. Haviwezi kututenga na pendo lake, haviwezi kututenga na pendo lake. Maneno ya wanadamu, kiburi
ajili ya meza ya Bwana. Tunaomba matoleo yale ambayo bado yako kule yaje. Wazee wa kanisa tafadhali. Mzee wa kanisa, tunaomba chombo hicho tafadhali. Okay, sawa. Tuendelee. Tuombe. E Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako, kwa kuwa vyote mbinguni na duniani ni vyako. Vitu vyote kutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba uzipokee na uzibariki sadaka hizi, uwabariki na watu wako waliokutolea, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana akae nanyi. Inueni mioyo yenu na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ndio wajibu wetu, ni haki, tena ni faradhi na furaha kwetu, kila wakati na kila mahali tukushukuru Bwana mtakatifu, Baba Mwenyezi, Mungu wa milele. Twakutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote ulioumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tulioanguka kukusifu kwa ajili ya upendo wako, hata ukamtoa mwana wako Yesu Kristo kutoa utu wetu ili ashinde dhambi na mauti na kutuweka huru tu warithi wa ufalme wake. E Baba, twakusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako, ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni twakutukuza na kukusifu daima tukisema: mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Utukufu na wewe Bwana uliye juu. Ndiwe mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana palipo juu. Utukufu una wewe, e Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako Yesu Kristo, ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Utusikie, e Baba wa rehema, tunakusihi, ili sisi tukipokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotuamuru, tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa aliutwaa mkate, naye akisha kushukuru na kukutukuza, akaubariki, akaumega, akawapa akisema: twaeni mle, huu ndio mwili wangu utolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, naye akisha kushukuru akakibariki, akawapa akisema: nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu agano jipya mwagikayo kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kufa kwake twakutangaza, kufa kwake twakukiri, kurudi kwake twakutazamia. Kwa hiyo, e Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho aliotuagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake iliyo dhabihu timilifu aliyotoa msalabani mara moja, na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru, e Baba, kwa ajili ya kufuka kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambako anatuombea daima, nasi tutazamia kurudi kwake kwa utukufu. Nawe utukubali katika yeye, tukusihi, tujaze Roho wako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako, ambalo unalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake yeye, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu. Baraka na shukrani na uweza na Mungu wetu hata milele na milele. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza katufundisha, tunathubutu kusema: Baba yetu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, samehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe waliotukosea, Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, turehemu. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, turehemu. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, mkate tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, maana sisi sote tutapokea sehemu. Sote tuseme sala ile unyenyekevu. Mwenyezi Bwana mwenye rehema, Hatustahili kuikaribia meza yako, ukitegemea haki yetu wenyewe,
ila rehema zako kuna na ajabu. Hatustahili sisi kuwapata mikono zetu, bali wewe ni Bwana usiyesahulika. Sifa yako ni kuwa na Bwana mwema. Kwa hiyo Bwana wa neema, tujalie tulimwomba Bwana wako mpendwa Yesu Kristo na tunywe damu yako, ili sisi wenye dhambi tufikishwe mwili na roho tukaishi siku zote ndani yako. Na tukaribie kwa imani tuule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliotoa na kunywa damu yake aliyomwaga kwa ajili yetu, tukikumbuka kwamba alitufia sisi. Tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo kulindeni mwili na roho hata uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo walindeni hata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na vituo vinne vya kushiriki. Hapa mbele atashirikisha Baba Askofu Dr. Koth, na tunaomba wale waliowekwa kuwa mashemashi na makasisi na malei canon, mama maaskofu na wageni wetu wale wa heshima na wale kutoka Dodoma mtakuja kushiriki. Wachungaji mtashirikishwa na Baba Askofu aliyeongoza misa hapa. Alafu Baba Askofu Ndenza na canon wa Mgumu mtakuwa katikati hapo kwa ajili ya kushirikisha wale wa mlangoni. Alafu mimi na mwingine tutakuwa mlango ule wa mwisho tutakushirikisha. Kunywa havitatosha, kwa hiyo tutaomba wale mnaokuja kuchovya tutachovya kwa heshima kwa sababu vyombo havitatosha. Karibuni. Wamwendea daima Mkombozi, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo.
kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, iwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwendea daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Wamwandama daima mkombozi na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kwenda mbinguni mavazi afuliwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo itutakasayo ya kondoo, asiwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo itutakasayo ya kondoo, asiwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi yafuliwe kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi yafuliwe kwa damu ya kondoo. Umeoshwa kwa damu ya kondoo. Huo ni kijito
atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, uwe safi kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi, yafuliwe kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni mavazi, yafuliwe kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo, itakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo, itakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatumwe yaliyo na takataka na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Yatumwe yaliyo na takataka na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kijito chatiririka, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Uone kijito chatiririka, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo, itakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu hiyo, itakasayo ya kondoo. Siwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Naomba kanisa la Mungu tumshukuru Mungu. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Nafsi yangu umhimidi Bwana. Akusamehe maovu yako yote. Ukomboa uhai wako na kaburi. Ushibisha mema uzee wako. Mhimidini Bwana enyi matendo yake yote, mahali pote pa milki yake.
utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata milele. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuamsha katika yeye tukutolea nafsi zetu, ututume kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Basi tuketi kwa ajili ya matangazo. Tumsifu Yesu Kristo. Sala, kazi. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia pumzi ya uzima na kuweza kufika katika siku ya mwisho wa maadhimisho haya ya miaka 41 tangu dayosisi kuzaliwa. Tunashukuru sana wageni wote ambao mmeacha shughuli zenu kuja kumwabudu Mungu pamoja na sisi. Mmetunyenyekeza kwa uwepo wenu katika kathedrali yetu. Kathedrali imejaa na kufurika. Nashukuru sana kwa ujio wenu. Niwapongeze sana malei kanoni wapya ambao tumepata leo. Ruth Chulungani, izekana safari ya mimi kuwa askofu, izekana ilianzia kwake. Na amekuwa kishauri askofu, mimi askofu Chulungani rafiki yangu, lakini kaona atambui. So ukifika Dodoma, tuna jengo kubwa sana, ghorofa ya Safina. Huyu lei kanoni wetu ndiye aliyemshauri. Analala, muda umekwenda, akifanya write up. Lakini kaona anachelewa. Sasa mimi nikaona nimweke lei kanoni. Kwa karibu sana lei kanoni. Lei kanoni mwingine Mwita Nguti alikuwa ni IT manager wa Dayosisi ya Mara. Niliona hekima alionayo na busara kubwa sana, mwili mdogo lakini na kichwa yenye hekima. Asanteni sana lei kanoni wote ambao mmefika. Sijamwona lei Chipya pia kutoka Dodoma. Yupo. Lei Chipya pia amesafiri usiku kwa usiku ili aweze kufika kwenye maadhimisho, hajalala. Ameshuka kutoka kwenye basi akaja kwenye ibada. Nashukuru sana malei kanoni, nashukuru sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza ambao wamewekewa mikono kwa mashemasi na makasisi. Kazi hii ambao mnaanza leo, tumewaombea, tunawapenda na mjue Mungu atawasaidia sawa sana jinsi mhubiri wetu Rosie Oken alivyotufundisha. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Uvuke, umetoka mbali. Najua kesho mtakiwa mwende kazini. Kati yenu wengi ni wafanyakazi wa serikali, wafanya biashara, lakini pamoja na kufanya kazi unaona kwamba kumtumikia Mungu katika njia ya uimbaji huwezi ukaacha. Wengi wetu sisi Mara, mtu alikuwa anaimba kwaya vizuri, lakini akipata kazi sasa naacha kwaya, anaenda kwenye kazi. Unaona kwamba kwaya sasa ni kwa ajili ya vijana. Lakini nyinyi mmejua wito wenu na tunifundisho kwetu kwamba jalishi una umri gani, bado unaweza kumwimbia Mungu na kumchezea Mungu. Asante kwa gharama kubwa mliochukua kutoka Dodoma mpaka huku, ni gharama kubwa. Na Mungu anaye sirini atawajazi kwa wakati wake.
na ambao umeingia jana tu ni Vicar General kutoka DCT, akiongoza vijana wa DCT. Karibu watu 7 jana wamefika kwetu. Kama wako hapa naomba umevaa, basi muinue mikono hivyo waone. Waliofika watu 7 waliofika jana usiku saa 5 usiku. Mmoja yuko pale, wengine wako hapo. Linganda mwanafunzi wangu, nimefurahi kuona. Asanteni sana kufika. Na mtu wa habari IT wao pia amefika. Tunashukuru sana. Nichukue nafasi hii kushukuru kwaya zote, vijana wote ambao wametoka ndani ya Dayosisi ya Mara. Nafasi haikutosha kwamba wote mweze kuimba. Inawezekana mmeumia kama wanadamu, mlifanya maandalizi, mmesafiri, lakini hamjapata nafasi. Naomba baraka muondoke nayo, kwa maana kwamba mmejifunza. Safari ni hatua, mmepiga hatua, hautarudi nyumbani jinsi mlivyokuja. Wanakwaya kutoka parish mbalimbali diocese, mmefanya urafiki, Kwa hiyo msihesabu kwamba ni hasara kuja alafu msipate nafasi ya kuimba. Nilianza kuimba tangia Jumatatu mpaka leo hii, lakini bado wengine hawajapata nafasi. Naomba mtuwie radhi, wala msiwapige mawe wachungaji wenu kwamba mareta huku lakini hawajapata nafasi ya kuimba. Nichukue nafasi hii kushukuru sana Bishop Rose kwa hotuba yako nzuri na kwa huduma uliotusaidia Kipaimara Bunda. Umetusaidia Archdiocese nzima ya Bunda, umetufanyia Kipaimara, na pia umeweka mawe ya misingi. Umefanya kazi kubwa, tunashukuru sana kwa huduma yako. Nashukuru sana maaskofu ambao wamekuja kwetu wahubiri. Mjukuu wangu huyo hapa Denza kutoka Kigoma, amesafiri kutoka Kigoma kwa upendo mkubwa sana. Asante sana. Mama yupo pale, asimame. Asante sana mama askofu, kumtia askofu moyo na kuweza kuja kwetu. Wao tangia Jumatatu wanatuombea na wanatuhubiri tangia Jumatatu. Nashukuru sana. Asante sana Askofu Julius Lugendu kutoka Mbeya. Ameendesha gari kutoka Mbeya. Yeye ndiye ameongoza ibada ya ushirika mtakatifu. Simama waje kuona wengine. Pole, najua umechoka lakini nashukuru sana. Huyu askofu namuita nabii kwa sababu siku moja tulikuwa Limuru, Kenya kwenye seminar na yeye. Na kule ni baridi sana. Sasa jioni tumetoka tunatembea, tunanyosha miguu, bado uchovu wa kukaa kwenye seminar na siku nzima, na mvua ikawa inakuja sana. Mvua inataka kunyesha. Sasa tulikuwa maaskofu karibu 5 hivi. Yeye akatamka kwamba katika jina la Yesu mvua isinyeshe leo hii. Alafu mvua ikapotea, ikatoweka tu hivi, haikunyesha. Amesema na wingu likatii sauti ya nabii. Siku ya pili tena tumeondoka kunyosha miguu. Askofu mwingine sitaji jina lake, naye akajaribu kusema kama yeye kwamba mvua isinyeshe mpaka turudi Limuru bila kunyeshewa mvua. Siku hiyo tulipigwa mvua sana. Tukasema yule ni nabii wa uongo, huyu ni nabii wa kweli. Sala, kazi. Na sitoshe, binti yangu mkubwa alivyokuwa anahitimu kitivo cha sheria kule Mzumbe, tawi la Mbeya. Amehitimu sasa, anasema wazazi lazima mfike muweze kunipongeza. Tukaondoka na timu yangu kwenda Mbeya, na yeye akaalika marafiki zake, na akachagua hoteli. Tukisema wewe chagua hoteli nzuri, tutakuja kulipa chakula, kila kitu, kwa sababu wewe ni msichana, umefanya mambo makubwa sana. Wasichana lazima tuwatie moyo. Nikaondoka na mama na timu yangu kwenda Mbeya. Hoteli kubwa, wamechukua ukumbi mkubwa. Yule mtoto Debora akaalika wale wageni. Tukaingia tukala kila kitu tukamaliza. Sasa nataka kutoa
wallet ili niweze kulipa hela, askofu huyu akasema hapana, usitoe. Sikutegemea wala kuniambia. Fedha zote yeye akalipa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nikasema na moyo wa kipekee. Mtu aja kuomba na fedha ya kupata ni shida, lakini natoa gharama zote kwa sababu ni kwa Mbeya. Nashukuru sana Bishop na asante kuja kwetu. Yeye mama kuja kwa sababu alikuwa anaumwa, alipata operation. Nichukue nafasi hii sasa kuleta kwenu mgeni wetu rasmi, lakini kabla jaja kuna mambo mawili ambayo nitamuomba anisaidie. Ni rafiki yangu mpendwa Mungu ni ajabu. Yeye ndiye alipaswa kufungua, kwa sababu ya kazi nyingi akashindwa kuja. Akatuma mwakilishi wake mkuu wa wilaya Rorya, akaja Dr. Haule. Leo amekuja kwetu kuwakilisha mgeni wetu rasmi, akawa ni Profesa Palamagamba Aidan John Mwaluko Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera na mpango na ulemavu na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Mambo sasa amemtuma yeye, amekufika. Kwa kabla ajaja, nitaomba risala isomwe, na baada ya kusoma risala, kabla hajaondoka, tutabega mkate pamoja na yeye. Lakini kuna mchezo, tutajitahidi kukuza mchezo katika diocese hii ili upate vijana. Ndio maana mnao vijana ni wengi sana, ili tuwashike kwa mchezo. Kwa kulikuwa na mchezo wa mpira wa mguu na pete, lakini mpete hatukupata ushindani, lakini mpira wa mguu tukapata ushindani mkali. Ilikuwa na chidikonari na wahudumu. Sasa jana ilikuwa ni finali, tukapata mshindi. Na kwa ajili ya kukuza mchezo ndani ya kanisa, injili na mchezo, tumeona tuwape zawadi ya ng'ombe. Na huyo ng'ombe naomba wewe ndio utakabidhi washindi wa huyo ng'ombe. Kwa mambo hayo mawili. Kwa naomba utusomee risala, alafu ndio mgeni rasmi atasimama kwa ajili ya kusema na kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Sala, kazi, Ebeneza. Mheshimiwa Kanali Evans Fred Mtambi, mkuu wa mkoa wa Mara, kwa niaba ya mgeni rasmi Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, ofisi ya waziri mkuu, sera bunge, uratibu wa wenye ulemavu. Ifuatayo ni risala kwa mgeni rasmi katika kufunga maadhimisho ya miaka 41 ya Kanisa Anglikana Dayosisi ya Mara, leo tarehe 23 mwezi wa 8 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Mwashamu Baba Askofu Daktari George Meshak Okoth wa Dayosisi ya Mara, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Msoma, Mwashamu Baba Askofu Musa Yamo wa Dayosisi ya Rorya, Mwashamu Askofu Rozi Oken kutoka Kanisa la Anglikana Kenya, Dayosisi ya Butere, Mwashamu Baba Askofu Ilikia Omindo Dea, Askofu mstaafu wa Dayosisi ya Mara, Mwashamu Baba Askofu Julius Lugendo, Askofu mstaafu Dayosisi ya Southern Highlands kule Mbeya, Mwashamu Baba Askofu Sospita Temeo Ndenza, Baba Askofu mstaafu wa Dayosisi ya Kibondo, makanoni wote, makasisi wote, mashemasi wote na waumini wote, na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sala, kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara ni sehemu ya Kanisa la Anglikana Tanzania. Dayosisi hii ilizinduliwa tarehe 18 Agosti 1985 baada ya kuzaliwa kutoka Dayosisi ya Victoria Nyanza, ambayo ni sehemu ya Kanisa Anglikana Tanzania. Dayosisi ya Mara pia ilizaa dayosisi mbili mpya ambazo ni Rorya na Tarime mnamo mwaka 2010. Dayosisi ya Mara iko kaskazini magharibi mwa Tanzania karibu na Ziwa Victoria na inashiriki mipaka yake na hifadhi maarufu ya taifa, hifadhi ya taifa ya Serengeti. Dayosisi ya Mara inaendesha shughuli zake katika mkoa wa Mara katika wilaya zifuatazo: Musoma, Butiama, Serengeti na Bunda. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara hutumia mbinu kamilifu ya utume kufikia jamii nzima bila kujali dini, kabila, rangi, jinsia au itikadi za kisiasa. Tangu kuzinduliwa kwake, Dayosisi ya Mara imehudumiwa na maaskofu watatu. Askofu wa awamu ya kwanza, Baba Askofu Bishop Gershom Oliver Nyaronga, aliyehudumu katika kipindi cha mwaka 1985 hadi 1994, na kwa neema ya Mungu amempumzisha. Askofu aliyefuata wa awamu ya pili ni Baba Askofu Ilikia Omindo Dea, aliyeshika zamu kuanzia mwaka 1994 hadi 2015. Na sasa tunaye Baba Askofu Daktari George Meshak Okoth aliyewekwa kitini mwaka 2016 na yupo hadi sasa. Dira ya Dayosisi ya Mara ni kubadili maisha kwa uwezo wa Injili ya Kristo, Isaya sura 61 mstari wa kwanza, kwa watu wote. Dhima au mission: kuwa kielelezo cha Yesu Kristo katika kujali kikamilifu mahitaji ya wanadamu kwa njia ya uinjilisti na mafundisho kwa huruma, haki, mazingira na kwa kutunza uumbaji wa Mungu. Dhima hii imechukuliwa kutoka katika kitabu kitakatifu Injili kama alivyoandika Mathayo sura ya 9 mstari wa 35, Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 18 hadi 19 na kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Na wazo kuu la maadhimisho yetu leo, miaka hii 41, tunasema Ebeneza, hata sasa Bwana ametusaidia. Kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 7 mstari wa 12. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara kama tulivyoona katika dhima yake kwamba utume wake ni wa kujali kikamilifu mahitaji ya wanadamu, holistic mission. Hivyo katika jamii tunamiliki shule za English medium, ACT Mara Pre and Primary School ambayo iko hapa mjini Msoma, ACT Mara Butiama Pre and Primary School ambayo iko pia katika wilaya ya Butiama,
Hii ni shule yetu mpya, na ST Shalom Pre and Primary School iliyoko Bunda mji. Pia tunamiliki sekondari 2, shule ya wasichana jumuishi iliyoko Bunda, au kwa lugha ya Kiingereza Bunda Girls Inclusive Secondary School, na tunayo shule nyingine yenye mchanganyiko wa wavulana kwa wasichana iitwayo Isenye Sekondari inayopatikana wilaya ya Serengeti. Tunamiliki vyuo mbalimbali vya kati katika kuwahudumia ambao hawakupata nafasi ya kuendelea na masomo ya juu. Bunda Girls Brigade Tailoring Center ambayo iko Bunda, chuo cha jitegemee cha ushonaji ambacho kiko Msoma, chuo cha uwazili Mara Vocational Training Center DMVTC ambacho kiko hapa Msoma. Tunatoa elimu za kompyuta katika chuo hiki, ujasiriamali, uwazili na maafisa usafirishaji, yani driving courses. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara pia inatoa huduma za afya. Tunamiliki zahanati 2, moja ikiwa Isenye Sekondari kule Serengeti na ya pili ikiwa Bunda kule Bunda shule jumuishi ya wasichana. Katika kilimo na ufugaji hatujabaki nyuma. Tunamiliki shamba kubwa kule Buhemba Rural Agricultural Center ambapo tunafuga ng'ombe, mbuzi na kondoo, na tunafanya shughuli mbalimbali za kilimo na katika mambo ya kiroho kwa neema ya Mungu. Pia tunamiliki chuo cha Biblia Bunda Bible College kilichoko wilaya ya Bunda mji. Hatuwezi kueneza injili vizuri bila ya kuandaa wanachuo wanaofanyiwa maandalizi na mafunzo bora ya kibiblia. Kama haitoshi, tunacho kituo cha utulivu ambapo watu wanaweza kwenda kutulia na kutafuta uso wa Mungu. Kituo hiki kiko katika wilaya ya Butiama palipo na kituo chetu cha mafunzo ya kilimo na ufugaji BRAC. Mheshimiwa mgeni rasmi, jamii yetu bado inaamini katika mila potofu ya ukeketaji wasichana. Dayosisi ya Mara inamiliki kituo cha nyumba salama Mgumu Serengeti. Dayosisi inawatunza na kuwahudumia wasichana wenye mahitaji maalum wanaokimbilia katika kituo chetu kujihifadhi dhidi ya ukeketaji. Na kwa neema ya Mungu kupitia kituo hiki wasichana wengi wamekuwa salama na baadhi yao wamepata elimu ya juu na wengine wanaendelea na mafunzo yao katika vyuo vikuu na vyuo vingine vya kati hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara inatoa ufadhili wa elimu katika shule zetu kwa watoto wanaotoka katika familia maskini, na tumesaidia serikali kutoa ajira kwa watu zaidi ya 200. Hivyo tunachangia maendeleo ya taifa letu kwa uaminifu mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dayosisi ya Mara inao Wakristo 10,661. Makasisi waliopo ni 92, lakini 6 kati yao wako umisheni. Kati ya hawa makasisi ni 18 tu wanaomiliki pikipiki. Hivyo wanapata changamoto kubwa sana katika jitihada zao za kupeleka injili ndani ya mkoa wetu. Dayosisi ya Mara imeendelea kukua kila wakati na kila mara kwa sababu ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo aliye hai. Mambo yote tuyoyafanya na tunayoendelea kuyafanya katika jamii ni kwa sababu ya injili ya Yesu Kristo kuhubiriwa. Tumekuwa watihifu kwa agizo la Mungu
katika Marko sura ya 16 mstari wa 15 na 16 unasema, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumedhamiria katika maadhimisho haya ya miaka 41 ya utume wa Dayosisi ya Mara kwamba shukrani zote ambazo waumini wametoa wiki hii na changizo la siku hii ya leo, tunapohitimisha tutaelekeza kwa moyo mmoja kuwanunulia wahudumu wetu pikipiki. Enzi ya baiskeli imepitwa na wakati. Leo pikipiki imara, nzuri, bora inauzwa kiasi cha shilingi milioni 3. Hivyo tunakadiria kutafuta milioni 222,000 kukidhi mahitaji ya makasisi wetu. Tena watahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Warumi sura ya 10 mstari wa 15. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupata fedha hii sio rahisi kwa siku moja kama hii ya leo. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Tutaendelea na mchakato wa harambee ili adhima hii itimizwe kwa utukufu wa Mungu. Tayari mwezi wa 10 mwaka huu 2026 tumepanga kuwa na harambee kubwa ili kufikia adhima hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Dayosisi ya Mara, sera yetu ni kutamani kuona kanisa linajitegemea lenyewe bila kuomba misaada kutoka nchi za nje. Huko nje imani yao imepotoka na masharti yao yamekuwa magumu kibiblia na kijamii pia. Kujitegemea kunaleta heshima na uhuru wa kutekeleza utume wetu kwa Mungu. Hivyo Dayosisi ya Mara haitaacha kushirikiana kikamilifu na serikali yetu tukufu katika kuwaletea wananchi maendeleo yao katika nyanja za elimu, maji, afya, kilimo, uchumi na maendeleo kwa ujumla. Tutaendelea kushirikiana pia na mashirika ya nje wanaoamini maandiko matakatifu, Biblia, kama Anglican Aid Australia inavyoelekeza. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuomba uendelee kuwa balozi wetu wa Kristo mahali pote katika utumishi wako, na tafadhali fikisha salamu zetu za upendo kwa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mama kipenzi cha Watanzania. Sisi tunamwombea dua kila siku na serikali yetu tukufu. Asante sana kukubali mwaliko wetu, kuacha shughuli zako nyingi na kujumuika pamoja nasi katika siku hii muhimu sana katika maisha ya historia ya kanisa katika Dayosisi ya Mara. Wewe utaandikwa katika historia inayokuja. Mwisho kabisa, tunaomba utusaidie kusimamia changizo litakalofanyika muda si mrefu, na Mungu atubariki. Sala, kazi, naomba kuwasilisha. Kwa unyenyekevu mkubwa sasa na kuomba mgeni wetu rasmi uweze kusema na watu wako mkoa wa Mara na wengine kutoka nje ya mkoa wako wa Tanzania wasikilize hekima ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako.
Karibu sana. Anapokuja naomba tupige kibungebunge mpaka asimame kwenye jukwaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sala. Asante. Sasa leo nimekamatika, sijui nianzie wapi. Mwasham Baba Askofu Dr. George Michael Okoth, Askofu wa Diocese ya Mara. Mwasham Askofu Rose Okeno, Askofu wa Diocese ya Butere kule Kenya. Karibu sana. Karibuni sana ndugu zetu. Lakini pia tambue uwepo wa Mheshimiwa Juma Chikoka, mkuu wa wilaya ya Msoma. Tambue uwepo wa Mwasham Baba Askofu Musa Yamo Masala, askofu wa Diocese ya Rorya. Asante Baba Askofu, unakumbuka ule wimbo umeni-preempt. Nilipofika hapa ndo tulikuwa tuanze nao, sasa ulini-preempt. Umeshanifahamu. Asante sana. Niseme tu wimbo huo kweli naupenda. Miaka hiyo 41 wakati kanisa linaanzishwa hapa, mimi nilikuwa muumini tayari pale St. James Kaloleni Arusha. Tulikuwa na askofu na mchungaji wetu Canon Elisha Mtango. Alikuwa akiupenda sana huu wimbo. Na kila ibada, kila Jumapili wakati wa kutoka tulikuwa tukiimba huo wimbo. Sasa wakati unatoka unatamani urudi tena kanisani. Kwa hiyo unajikuta automatically Jumapili inayofuata umewahi. Na leo mmeuimba, si ajabu Jumapili ijayo nikawahi mapema kweli hapa kwenye ibada. Asante sana. Kinaomba pia nitambue uwepo wa Baba Askofu mstaafu Helkia Omindo Dea, ambaye alikuwa askofu wa Diocese hii ya Mara. Nitambue uwepo wa maaskofu wengine wote. Nasikia hapa uwepo wa Baba Askofu Julius kutoka kule Mbeya. Lakini pia tunaye Mwasham Baba Askofu Ndeza kutoka kule Kibondo. Kama kuna maaskofu niliowasahau naomba mniwie radhi, lakini niwe nimewatambua wote kwa itifaki hiyo. Kinaomba nitambue uwepo wa mama askofu, mama maaskofu wote mliopo hapa, makanon. Nitambue uwepo wa makasisi wote. Lakini nitambue uwepo wa Canon Abel Obura, katibu mtendaji. Sorry, hapa nimechanganya. Nitambue pia uwepo wa kasisi kiongozi. Nitambue uwepo wa subdeans, mashemasi, lay canons, viongozi wote, waumini wenzangu, waimbaji wote. Waimbaji mmetubariki sana leo. Sema tu waimbaji mmeupiga mwingi. Lakini pia nitambue uwepo
wakaka na dada zangu waandishi wa habari, hata wenzetu kutoka kule Kenya. Nirudie tena, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sala na kazi. Sala na kazi. Ebeneza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na tabasamu la utu. Kazi na tabasamu la utu. Kazi na utu. Asante sana ndugu waumini wenzangu. Awali ya yote, naomba kwa namna ya pekee sana nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Jahalia kwa kutuwezesha sote kufika katika shughuli hii adhimu ambayo ni maadhimisho ya miaka 41 ya dayosisi yetu ya mkoa wa Mara. Namshukuru Mungu kwani ametuwezesha sote kufika katika maadhimisho haya tukiwa katika sia njema. Lakini pia naomba kwa namna ya pekee sana nimshukuru Baba Askofu kwa kunialika kwanza mara zote mbili. Alinialika nifanye uzinduzi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kiserikali nikashindwa kuhudhuria, nikawakilishwa kama mlivyojulishwa. Lakini pia nikapata mwaliko wa kushiriki nanyi siku ya leo tukiwa na ugeni tulioutarajia wa Mheshimiwa Waziri Kabudi. Lakini Mungu ndiye anapanga nani afanye lipi. Alipanga mimi ndio nifunge. Nilikuwa naongea jana, nilikuwa nawasiliana na profesa mchana mpaka jioni, na mpaka dereva wake amefika Mwanza kwa ajili ya kumsubiri ili akifika na ndege waunganishe kuja huko. Na mimi nikanunua kondoo kwa sababu alikuwa aje tule kondoo kidogo pamoja pale. Yule mzee wangu tuna nasaba, tuna undugu fulani. Kwa hiyo akija huku lazima ni muhosti kama ndugu wa damu. Ghafla usiku akanipigia, ndugu yangu, mambo yamebadilika, utaniwakilisha huko, mimi nina jukumu kesho. Basi nikasema sawa, nakuja. Lakini sasa leo nimejikuta kwenye wakati mgumu sana. Hivi unakuwaje mgeni wa heshima nyumbani? Sababu mimi hapa ni nyumbani, ndo nako sali. Sasa nimejikuta leo ni mgeni wa heshima. Nimepata wakati mgumu sana. Kwanza idadi ya wachungaji nilioiona na viongozi wa dini pale nje karibu nikimbie nirudi. Kasema leo ni ibada